Mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Kuna aina ya maombi ukianza kuomba yatamfunua Mungu, atakuonesha njia ya kupita. Kuna aina ya maombi ukianza kuomba, ukiwa na maombi au ya mwendelezo, yatamfunua Mungu, atakwambia nini cha kufanya mahali ambapo ulikuwa haujui nini cha kufanya. Unajua kwenye maisha kuna vipindi ambavyo watu hawatakuelewa, we mwenyewe hautajielewa. Majeshi. Watu hawatakuelewa. Hata kama ukisema wakimbilie watu, uambie napitia kitu hiki, hawatakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio unaelewa hali ulionayo. Sasa kwenye mazingira kama hayo, na mtu pekee wa kumwendea ni Mungu tu. Kwa nini wana wa Israeli walipita kwenye mazingira kama haya? Ni kwa sababu Biblia inaeleza wazi ya kwamba wao ili waende vizuri, Musa anasema pasipo uso wako Mungu usifanye nini? Usitoe mahali hapa. So kuna wakati hao watu walikuwa wanaacha uso wa Mungu. Na namna pekee ya kujua kuwa umeuacha uso wa Mungu ni kuacha maombi. Kuacha maombi ni kuacha uso wa Mungu. Ili Musa aende vizuri na wana wa Israeli wafike Kanaani yao vizuri, ni mpaka wingu lile lionekane liko mbele yao. Ni mpaka uso wa Mungu uende pamoja nao. Kama sivyo, Musa anasema siondoki mahali hapa. Na siku zote watu kama kina Musa, ukiwa unasoma Biblia unaweza kusema sasa Musa alikuwa anaomba wapi mchungaji? Maandiko yako wazi. Musa alikaa mlimani muda wa siku ngapi? 40. Haleluya. 40. Huyu mtu anaomba. Tena ni kavu, yuko na Mungu. Utaniambia alikuwa sio mwombaji. Alikuwa amevuka kwenye eneo la kuomba maombi kama matukio. Ameanza kuomba maombi kama sehemu ya maisha yake. Warumi 12. Warumi 12 aya ya kwanza na pili. Maandiko hapa yanasema wazi. Paulo anawaambia Warumi, na wasi kwa huruma yake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Ninawasi basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Sasa ukiangalia hapo unaona kwamba kanuni moja tu ambayo itakulazimisha sana kutembea na Mungu ni pale ambapo unaamua kuufisha mwili wako kwenye eneo la maombi. Unajua kuna watu, Biblia inaposema pale wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze upya na kufanya upya nia zenu mpate kujua hakika leo mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza Mungu. Anapozungumza hapa maana yake ni kwamba namna pekee ya kuifuatisha dunia ni pale ambapo hata mwili wako unaanza kucontrol wewe mwenyewe. Mwili wako kama haujautoa sadaka kwenye maombi utaanza kucontrol. Na moja ya sababu ya mambo magumu ambayo yanakuja kwenye maisha ni kwa sababu watu wameendekeza maisha ya mwilini kuliko maisha ya rohoni. Biblia inasema wazi ya kwamba mwili huaga unapingana na nini? Na roho. Haupo tayari kutimiza mapenzi ya nini? Ya Mungu. Manake adui yako wa kwanza ambaye unatakiwa kumtoa kwenye maombi, Mungu amshughulikie, ni mwili wako. Na ndio maana Biblia inasema kwamba siku za uhai wake Yesu alimtolea Mungu sadaka ya mwili wake. Kwa kulia sana, sio tu kuomba, kwa kulia sana. Aliomba na alilia sana. Kwa nini? Kwa sababu alijua mwili, kama mwili wake hata udhabihu kwenye maombi, asingeweza kulipa hata ile gharama ambayo ilikuwa mbele yake ya kufa msalabani kwa ajili yako. Angeilipa vipi? Wakati angeanza kuangalia aina ya maumivu ambayo inakuja. Wewe kusoma Biblia unaona tu ni hali ya kawaida, mateso ambayo Yesu aliyapata. Lakini alikuwa ni magumu. Uvuliwe nguo zote, unajua kuwa nimevuliwa nguo. Uanze kupigwa, uchomechome mwili wote, unachomwa mwili wote. Alikuwa anaelewa. Na ndio maana aliamua kuufisha mwili kwenye maombi. Sasa kuna mambo mengine ni magonjwa kabisa amewashikilia Wakristo. Kwa nini? Kwa sababu miili yao wanaiabudu wao wenyewe. Mwili usiotoa kwenye maombi utauabudu. Ni huo mwili. Wakati mwingine Jumapili ni ibada kabisa, unajua leo ni Jumapili. Wengine hawawezi kumaliza wiki bila kwenda kwa waganga wa kienyeji. Wewe unasema Jumapili leo nasikia maumivu. Unasikia nini? Maumivu. Kwa hiyo kama ni ibada tutafuatilia online. Wewe huo mwili unauabudu. Hujawahi kusikia shuhuda mtu anakuambia nimetoka nyumbani naumwa kabisa,
lakini nimefika tu hapa nimepona. Swali ni kwamba angebaki nyumbani ingekuwaje? Asingepona. Wakati mwingine angeabudu huo mwili wake. Mateso, matatizo mengi ambayo yamefunga miili ya watu ni kwa nini? Kwa sababu wameamua kuiabudu miili yao wao wenyewe. Mwili kama hautaamua kuutesa kwenye maombi, mtu wa Mungu, kuna aina ya mateso yatakoma kwenye maisha yako. Na ndio maana tunapokuambia kuomba sasa, weka vipaumbele vyako pembeni. Amua kuomba kweli kweli. Haya maisha sasa yanategemea na kiwango ambacho utakitengeneza kwenye maombi. Hicho kiwango ndio kitaamua kuinuka kwako. Kuna aina ya scenario, kuna aina ya matatizo au hali fulani ambayo pengine ni pattern kwenye familia. Imezuia wengi, kuanzia babu yako alibaki pale pale. Wengine wote wamebaki pale pale. Na wewe ni saidi ya kwamba ukiangalia kwenye familia unagundua kuna tabia zinafanana, mko pale pale. Ni jambo ambalo ni tanzi ya familia yote. Na umeokoka wewe peke yako mahali pale. Au pengine mmeshaokoka ni watu wengi na wengine wapo. Sasa namna gani utavuka ile pattern, utaibreak kwa namna gani? Lazima udhabihu mwili wako kwenye maombi kwanza. Iwe ni sadaka ya kwanza ambayo Mungu akiangalia, Mungu mwenyewe anaelewa kweli huyu nammiliki mimi. Na shetani anakosa uhalali juu yako. Kiwango cha nguvu ambacho kitakusukuma kuinuka kwenye maisha na kutoka kwenye mambo magumu kinatengenezwa kwenye maombi. Haleluya. Kwa kuanzia leo acha ugomvi na maombi. Na ndio maana wengine tukisikia maombi huwa ni kama vile sherehe sasa. Yaani ni kipindi cha sherehe hicho. Uniambie chochote kwenye eneo la maombi. Mwambie mwenzako tutaomba. Haleluya. Sawa. Nataka tuangalie faida za maombi. Faida za maombi. Faida za maombi. Maombi ni funguo ya mambo yote yasiyowezekana kwenye maisha. Maombi ni funguo ya mambo yote yasiyowezekana kwenye maisha. Maombi ni funguo ya mambo yote, namba moja. Namba mbili, yasiyowezekana kwenye maisha. Kila kuomba ni kuyafungua maisha. Kutokuomba ni kuyafunga maisha. Kila kuomba ni kuyafungua maisha. Kutokuomba ni kuyafunga maisha. Hakuna mtu ambaye utamkuta anaomba na jinenea mabaya. Kila anayeomba huwa anatabiri kwa habari ya maisha yake. Moja ya unabii mkubwa wa wewe kuwa nani baadaye ni kitu kinaitwa maombi. Kwa hiyo nabii wa maisha yako ni wewe. Na unatabiri kwenye maombi. Kila unapoomba unatabiria maisha yako. Na maombi ni kitu pekee ambayo ni mbegu isiyoweza kuharibika. Maombi ni mbegu isiyoweza kuharibika. Kwa hiyo pia kila kuomba ni kupanda. Kila kuomba ni kupanda. Na unapanda mbegu ambayo haiwezi kuharibika. Uwezo kaniambia kwamba unaomba leo na umeamua kujinidhamisha kwenye maombi, usije ukapata matokeo. Matokeo lazima utayaona. Lazima yatakuwepo. Kuna watu kama wakina Ibrahim ambao walikutana na mfalme wa Salem. Ibrahim alikutana na mfalme wa Salem. Yule mfalme akambariki. Baada ya kumbariki, Ibrahim akachukua sehemu ya 10 ya mali yake yote akatoa kwa mfalme wa Salem. Na nikwambia kwa sababu Ibrahim alikuwa ni mtu wa maombi, hakutoa bila kuomba. Na ndio maana unaona matokeo baadaye. Kitabu cha Mwanzo 14 kuanzia 17 na kuendelea. Ukiangalia hapo utaona sasa kwa bali ya huyu mtu wa Mungu. Alikutana na yule mfalme baada ya kutoa kuwapiga wale wafalme wanne ambao walikuwa wamemteka Lutu. Alipokutana na mfalme wa Salem, mfalme akambariki.
Manake kabla ya kubarikiwa huyu ndugu alikuwa ameshaomba tayari, na alichoomba hicho ndo kiliamua atofautishe uzao wake kutoka kwenye ukoo wa mzee Tera, ambao kwenye ule ukoo walikuwa wanaabudu miungu migeni, hadi kuja kuwa na Mungu wao binafsi. Unajua kuwa Mungu anaitwa Mungu wa Ibrahim, si ndio? Hakuitwa tu Mungu wa Ibrahim, isipokuwa kuna kitu kinaitwa maombi ambao huyu jamaa alikuwa anayaishi. Hakuna kanuni nyingine ambayo ingemvuta Ibrahim kumtoa kula ambapo baba yake mzee Tera alikuwa anaabudu miungu na ni kuhani wa madhabahu. Majesi. Alikuwa ni kuhani wa madhabahu yule mzee. Alikuwa na miungu yake. Tukija kwenye issue ya kutoa dhabihu, hapa tumeona ametoa sadaka yake. Twende mbele hapa. 18. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu. Endelea. 19. Akambariki akasema, Abraham na ubarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Endelea. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyake vyote. Kusoma hapo hiyo inaishia, hiyo habari inaishia hapo. Baada hapo Ibrahimu akaendelea na mambo yake. Na mfalme hajazungumziwa hapa, lakini anakuja kuzungumzwa kwenye kitabu cha Waebrania. Waebrania sura ile ya 7. Kuanzia ile aya 9. Anasema yaweza kusemwa hata Lawi, ambaye huyu Lawi sasa alichaguliwa. Kabila Lawi ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanatumika kwenye madhabahu. Lakini naomba tusome hapa ili kae vizuri. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokea sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Mstari wa 10. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Sasa huyu Lawi ni uzao wangapi? Wa 4. Lawi ni mtoto wa mzee Yakobo, si ndio? Sio wa Isaka wala sio wa Ibrahim. Lakini huyu maisha yake yamebadilishwa na mtu ambaye alitii kanuni ya Mungu. Unajua, unaweza kuwa unaomba leo, kumbe Mungu anakuinua kama funguo ya vizazi vingine ambao viko nyuma yako. Kuna watu leo hii unapita kwenye season fulani hivi ya maneno ambayo babu yako aliwahi kutamka kwenye ukoo wenu zamani. Ni babu ambaye umjui, na ukimuuliza hata mama yako hamjui, ni mwanzilishi wa ukoo wenu. Aliwahi kusema maneno ya kwamba familia yangu itatawaliwa na miungu. Na akatoa kafara. Paka leo hayo maneno yake yanaishi. Sembusa na mtu aliyemjua Mungu akaamua kujidhabihu kwenye maombi, itakuwaje? Maisha na ukoo wa Ibrahim usingeweza kubadilishwa kama Ibrahimu asingetii kanuni inaitwa maombi. Ukisema tu kwamba alikuwa mtoaji wa dhabihu, nitasema ndio. Lakini uwezo ukasema tu unachukua dhabihu bila kuomba, si ndio? Maana yake ni muombaji huyo. Na kama sio muombaji asingekubali kumtoa mtoto wake. Wanaojimaliza, wanaomtolea Mungu, wanaofanya maagano na Mungu ni watu wanaojua maombi ni nini. Wasiojua kutoa, wasioweza kutoa, wanyimi wote ambao wako tayari kulipa gharama ya utoaji hawajui maombi ni nini. Hawajui matokeo ya maombi ni nini. Ila anayejua matokeo ya maombi ni nini, hata kama akiambiwa angalia akaunti yako ina shilingi ngapi leo, Roho Mtakatifu yamkini anasema naye, anamwambia angalia leo, alafu msaidie yule mama mjane. Akisikia hivyo atafanya. Kwa nini? Kwa sababu anaelewa aliyesema na mimi kwenye maombi ndio huyu ambaye atakuja kujifunua kwenye maisha yangu tena na kuniambia nini cha kufanya. Majesi. Kwa hiyo Ibrahim yeye ndo alianza ukoo wake. Ukianzia Ibrahim, na ndio maana maandiko yazungumzi kwamba Mungu wa mzee Tera yanaanzia kwa nani? Kwa Ibrahim, si ndio? Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa nani? Mungu wa Yakobo. Maana yake huyu jamaa aliamua kuanza ukoo wake wa tofauti kabisa na ukoo ambao ameanzia. Hakuna namna ambavyo utatofautishwa na tabia za kifamilia za kwenye ukoo kama hautaamua kuanza kuyaishi maombi na ukawa serious na Mungu.
Unajua kila unapoomba unaongezeka nguvu rohoni. Kuna aina ya pattern zitavunjika zenyewe kwa kadri ambavyo unaongezeka nguvu wewe mwenyewe ndani. Kwani kwa sababu maombi yanakupa nguvu kwa kadri ya siku, yanakupa nguvu, yanakuongeza. Unaongezeka rohoni, unaongezeka rohoni. Kwa kadri ambavyo unaongezeka sasa, kuna aina ya mambo yenyewe yanaondoka. Kuna aina ya tabia hutajua imeondokaje. Kuna aina ya kifungo hutajua kimeondokaje. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ya ndani inawaka moto. Haleluya. Majeshi, majeshi. Mathayo 16:18-19. Mathayo 16:18-19. Ukisoma hapo unaona habari za Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba alienda pande za Kaisaria Filipi akiwa na wanafunzi wake, akawauliza sasa kwamba watu wananisema mimi ni nani? Akataka kufahamu kwamba hao watu wanamfahamuje sasa, watu wanamzungumziaje. Wanafunzi wake wakaanza kumwambia, wengine wanasema wewe ni Yeremia. Kwa nini? Kwa sababu unafanya miujiza. Wengine wanasema wewe ni Elia. Wengine wanasema wewe ni miongoni mwa wale manabii. Sasa alipowasikia wao, akaamua kuwageukia wanafunzi wake na kuwauliza ya kwamba ninyi sasa wanafunzi wangu mnanifahamuje? Mwanena mimi kuwa ni nani? Alipouliza vile, Biblia inasema kwamba Simon akamjibu akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na alipojibu vile, Yesu akamwambia ya kwamba hili jibu ambalo umelisema hapa sio akili zako, sio asili yako imekufunulia haya, bali ni Baba yangu aliye wapi? Aliye mbinguni. Na kuanzia hapa sasa kwenye 18 tusome sasa. Tusome hiyo 18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, maana yake ule ufunuo sasa. Alipofunuliwa yeye Yesu ni nani, Yesu akamwambia kwenye huu ufunuo ambao wewe umefahamu mimi ni nani, maana kwenye hili neno ambao limenitambulisha mimi kwako, nitalijenga nini? Kanisa, na malango ya kuzimu hatafanya nini? Hatalishinda kanisa. Ukisoma 19 nasema, nami nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Maanake muombaji yeyote anafika kwenye level ya kuwa kinywa cha Mungu. Kila mtu anayeishi maombi anageuka kutoka kwenye hali ya ukawaida na kuwa kinywa cha Mungu. Akisema ni mbingu zimesema. Akisema kitu Mungu anakiangalia na kukamilisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hafanyi kazi bila kuwa na watu. Majeshi. Na kuna aina ya gharama ambayo watu wamelipa. Hiyo ndio inamsukuma Mungu kufanya kazi nao. Kuna watu kama wakina Elia, anasema nimeifunga mvua kwa neno langu. Sio la Mungu, kwa neno la nani? Maana yake nafika hatua Mungu anaheshimu kinywa cha mtumishi wake. Elia anasema sisi hatuchanji, na ni kweli inafanya nini? Hatuchanji, na inakuwa hivyo. Wale watu wa nchi ya Malawi naamini ya kwamba wananielewa vizuri. Majeshi. Haleluya. Manake mtu amefika kwenye level ya kinywa cha Mungu. Akiongea ni Mungu amesema. Na lazima ifike hivyo kwenye maisha. Kama hautafika level fulani hivi ya kwanza kuamuru vitu, kuna mambo mengine yanahitaji Mungu. Kuna mambo mengine yanahitaji mtu aliyejitambua kuwa yeye ni kinywa cha Mungu. Ya kwa mambo, unajua kuna mambo mengine Mungu atayaleta wazi, anasubiri wewe useme. Anasubiri wewe useme, ndipo anafanya nini? Yanakuwa. Ila sasa kama hujui, ndo wakati ambao unamwambia Mungu, naomba ufanye jambo hili. Fanya jambo hili. Mungu tenda jambo hili. Mungu amekupeleka kwa mgonjwa. Ni mgonjwa Mungu amekupeleka hapo, au umeletewa mgonjwa sasa. Hauwezi ukaanza kusema sasa Mungu tunakusii shuka hapa uponye. Mungu anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa nini?
kwa jina langu watatoa pepo. Ishara zipo tayari ndani yao. Na ishara sasa, kinacho attract ishara za kiungu kwenye maisha ya mtu ni kitu kinaitwa maombi. Kwa hiyo muombaji yote anafika hatua ya kuwa kinywa cha Mungu. Akisema kitu, shetani anajua ni mtumishi wa Mungu amesema, lazima kiwe. Unaweza kawepo hapa, kumbe Mungu amekuamini kupitia wewe uko wako badilike, ila hujui. Sasa ni mpaka umefika level fulani hivi, wewe na maombi ni kitu kimoja. Unaanza kuangalia kwenye familia yako yale yote ambayo huyataki, unayakataa. Kuanzia leo kitu fulani sikitaki, nimekifunga jumla kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na lazima ifike hivyo. Mungu amekuinua wewe, amekuinua kama alivyomuinua Bwana Yesu, kwamba kuna baadhi ya mambo lazima yakomee hapa, na kupitia wewe msimu mwingine mambo mengine ya kiungu yaanze kuonekana. Kama kuna familia yako ilikuwa inatembea kwenye mateso, kwenye magonjwa yasiyokoma, wewe unasema kuanzia leo nimekanyaga kwenye ardhi, kwenye hii nyumba, na natangaza kwamba magonjwa hayatakuwepo. Elisha alipoanza tu kazi yake, Biblia inasema kwamba watu wa Yeriko wakamlilia Elisha. Uambie, angalia bwana wangu, twakusii, huu mji ni pazuri, nyumba zake ni nzuri, kuna maji yapo, visima vipo, lakini nchi haifai, maji hayafai. Tukinywa maji watoto wanaugua, na wakati mwingine sio tu kuugua, nchi haifai, watu wanakufa. Elisha alifanya nini? Alitoa agizo lake yeye mwenyewe, ndeteni chumvi na sufuria jipya. Akaenda kwenye maji akasema, kuanzia leo nimeyaponya haya maji, hakutakuwapo tena kufa wala kuzaa mapoza. Kuna mambo Mungu anataka uyakomeshe mwenyewe, ile unasubiri mpaka sasa hivi Mungu ayakomeshe. Kuna mambo yanakuhitaji wewe na kinywa chako kusema sasa inatosha. Wote kwenye familia ni watu ambao ni walevi, na wewe imefika tu unaanza kutamani kuwa na marafiki walevi. Kwa nini? Kwa sababu wote ni walevi. Wote wamezalia nyumbani, kila mtu amezalia nyumbani. Na umeshaona kabisa ni wazi, ukianza kuuliza watu wanasema mpaka kaka zako, mjomba zako wote walizalia nyumbani. Na umeshaanza kuona hizo dalili. Kwa nini? Kwa sababu kila mahusiano ambao unaingia ni mume wa mtu. Hiyo tayari ni dalili. Majesi. Kama hautasimama na kusema haiwezekani, nimekombolewa kwa damu ya Yesu, najitambulisha leo kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba nimekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali ni kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo sitaishi kwenye mfumo wa familia huu tena, nitaanza kutembea kwenye mfumo wa kiungu. Kwenye huu mfumo wa kiungu, maana yake yanayotakiwa kunifuata mimi ni yale ambayo Mungu amesema. Unajua mwana wa Mungu lazima aanze kuishi kwenye mambo ambayo mbingu zimesema, sio shetani anasema. Unakubali vipi kuanza kutembea kwenye kanuni au kalenda ambazo ulizikuta babu zako wanaishi? Wewe hautoi kafara kwenye makaburi, wewe una Jehova. Na maandiko yanasema Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia, maana yake ana njia nyingi za kutoka mautini zinaye Jehova Bwana. Ana njia nyingi, na hizo njia utaziona kama utaheshimu kitu kinaitwa maombi. Utaziona njia. Kuna aina ya madhabahu hauwezi kuivunja. Gideoni hauwezi kuvunja madhabahu, ni mpaka ufunuo utoke kwa Mungu akwambie fanya hiki kitu. Ufunuo kwa Mungu utaupataje? Ni mpaka maombi na wewe mmeondoa utofauti. Umejua kabisa kwamba haiwezekani, mambo hayawezi kwenda, ni mpaka nimeamua kuomba kweli kweli. Kwa hiyo maombi ni funguo ya kila kisichowezekana, ya kila kisichokuwa na majibu. Kwa Mungu yote yanawezekana katika jina la Yesu. Na Mungu akufanyie nafasi afungue kila kisichowezekana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila jambo ambalo kuwa na majibu yake, kuanzia leo natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa neema iliyo juu ya mtumishi wa Mungu baba yetu, hicho kitu ambacho hakikuwa na majibu upate majibu katika jina la Yesu kuanzia leo. Kwa hiyo maombi yatakufanya uwe funguo. Wakati ambao wengine wanalia ya kwamba hakuna kazi, wewe una kazi. Wakati ambao watu wengine wanalalamika ya kwamba mambo ni magumu, kwako mambo sio magumu. Kwa nini? Kwa sababu umeheshimu kanuni inaitwa
maombi. Na nikwambie sasa, kama maombi ni funguo, nguvu pekee ya kufanya malango yako yawe wazi siku zote ni maombi ya mwendelezo. Unajua hapo unaweza ukaja ukaombewa na ukatamkiwa, naamuru malango yako yawe wazi daima, yasifungwe usiku wala nini wala mchana, si ndio Lakini Zaburi 24 kuanzia aya ya 7 tusome hapo uone. Anasema inueni vichwa vyenu enyi nini malango. Kama tuna uwezo wa kukomandi malango yainue vichwa, maana yake ana uwezo wa kuinamishwa. Sio, umeelewa Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Malango yana masikio, malango yana vichwa, maana yake ana uwezo wa kusikia, yakaelewa, yakainuka. Kwa hiyo sasa, kama hapa tunatangaza kuyainua malango, kumbe kuna uwezekano wa malango ya mtu kuinamishwa au kufungwa kabisa. Kitakachofanya malango ya mtu sasa yawe active, yawe wazi, ni maombi ya mwendelezo. Maombi ya mwendelezo. Ukisoma Isaya 60:11, naomba tusome Isaya 60:11. Isaya 60:11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Ni waombaji tu ndo malango yao yanakuwa wazi daima. Yeyote ambaye ana maombi ya kubabaisha, malango yake lazima yafungwe. Na unashangaa mizimu ya ukondo imekaa kwenye malango. Baada ya kupata mambo mazuri, unashangaa mambo mabaya ndio yanakuja. Yale ambayo unayatarajia kabisa, ambao wakati mwingine umelipa gharama ya mfungo. Umelipa gharama ya mfungo, baada hapo unashangaa umeomba sana kipindi hiki, si ndio Lakini baada hapo unaenda kuacha kuomba wiki au mwezi mzima hauombi. Hujawahi kuona mtu anakuambia Jumapili iliyopita tuliomba sana, nimeamua kupumzika? Hao watu tunao. Kama sio wewe ila tunao. Usinibishie mimi. Tumeomba sana wiki hii. Tumeomba sana siku nzima, mnaomba siku nzima. Anaacha kuomba, anasubiri Jumapili. Kwa mtu kama Mkristo wa hivi, malango yake atafungwa hata na pepo wadogo kabisa. Wachawi ambao wanajifunza kuwanga watafunga malango yako. Sema sio mimi katika jina la Yesu. Sio mimi katika jina la Yesu. Na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku wala mchana. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Ufunuo 3:8 anasema kwa sababu unazo nguvu. Kwa sababu unazo nini? Nguvu kidogo. Na anasema na ajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana aweze kuufunga. Ameweka mkato hapa. Kwa nini hawezi kuufunga? Anasema kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala ukulikana jina langu. Hakuna aweze kuufunga. Kwa nini? Kwa sababu unazo nguvu. Nguvu ambayo itafanya malango yako yawe na ulinzi wa kiungu. Malaika watawale malango yako. Ni kitu kinaitwa nini? Maisha ya maombi. Na ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 16 ameeleza vizuri. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Malango ya kuzimu hayatafanya nini? Hata lishinda kanisa. Maana yake kuna ushindani kati ya malango yako na malango ya wapi? Ya kuzimu. Ushindani upo. Malango ya mbingu yenyewe yanataka mambo mazuri yazaliwe kwako. Wakati huo kuzimu na wenyewe wanataka mambo mabaya yazaliwe kwako. Hujawahi kusoma kwa habari ya Daniel? Biblia inasema kwamba Daniel alipopata ufahamu ya kwamba miaka ya kukaa utumwani Babylon imeshaisha, alipotia tu ufahamu ndani yake, akaamua kunyenyekea mbele za Bwana na kuanza kuomba. Siku hiyo hiyo alijibiwa maombi yake. Malango ya mbingu yalikuwa wazi, akajibiwa hapo hapo. Baada ya kujibiwa, angalia sasa, anasema mkuu wa anga la wapi? La Uajemi akazuia majibu. Ni majibu mangapi ya Wakristo yamezuiliwa? Ni kwa sababu hawana maombi ya mwendelezo. Ni majibu mengi. Wakati mwingine unaweza ukageuka mpaka ukaanza kumwambia Mungu kwa nini? Kumbe sio hata Mungu kwa nini, ni wewe kwa nini?
kwa sababu umepunguza maombi. Na nikwambie kitu kidogo kwa habari ya Daniel. Biblia inasema Daniel alipoanza kuomba alikuwa anaomba mara 3 kwa siku, si ndio Asubuhi, mchana na nini? Na jioni. Asubuhi, mchana na jioni. Na huyu aliyekuwa anaomba, huyu alikuwa ni waziri mkuu. Sio mtu wa kawaida si ndio Alikuwa waziri mkuu. Ana nafasi yake huyu. Pamoja na hivyo lakini alijidhabihu kwenye eneo la maombi. Anaomba. Biblia inasema kwamba hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba yake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Jerusalem. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali na kushukuru mbele za Mungu wake kama ilivyokuwa akifanya tokea hapo. Kumbe alikuwa anafanya tokea hapo, ni maisha yake ya kuomba mara 3 kwa siku. Danieli mwenye msuri wa kuomba mara 3 kwa siku amezuiliwa maombi yake. Rafiki yangu naye lalamika, umeomba wiki moja. Majesi. Na huyu alikuwa amefunga sasa, si ndio Pamoja na mfungo lakini kuna resistance. Kuna kitu kimezuia kwenye malango ya Danieli. Tena ni mkuu wa anga la Uajemi. Lakini Danieli kwa sababu alikuwa anaomba siku zote, aliendelea na maombi mpaka pale ambapo Mungu alipoangalia akamwona Gabrieli anayeleta taarifa huko amezuiliwa. Alipoangalia akamtuma Mikaeli malaika mkuu, akaanza kupigana kule. Ndipo ambapo huku Danieli akapata majibu. Tumepata kitu kingine hapa. Kinachovuta utendaji wa malaika kwenye maisha ya mtu ni maombi ya mwendelezo. Kinachovuta utendaji wa malaika kwenye maisha ya mtu ni maombi ya mwendelezo. Kilichomfanya Mungu amtume Gabrieli malaika alete habari njema huku. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema hapa, anasema kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kwa Mungu aliposikia tu mbingu zilikuwa active, zikaruhusu majibu. Lakini Biblia inasema kwamba mkuu wa anga la Uajemi akawa amezuia. Na pamoja na hivyo Mungu akatuma malaika tena. Ukitaka utendaji wa malaika kwenye maisha yako, kanuni inaitwa maombi, acha kuipuza. Amua kuyaishi maombi na ujue kuwa njia pekee ambayo Mungu atakusaidia kwenye maisha ni kuyaheshimu maombi na kuanza kuyaishi. Majesi. Huyu mtumishi wa Mungu, kama Biblia inasema kwamba alikuwa anaomba mara 3, maana yake alfajiri na mapema alikuwa macho. Kama Daudi anavyosema. Daudi anasema alfajiri hata ruhusu macho yake yawe na usingizi. Daudi ni mfalme, si ndio Daudi ni mfalme. Lakini Daudi anakuambia alfajiri na mapema hawezi kuruhusu macho yake yawe na usingizi. Kwa nini? Kwa sababu maombi atakuleta kwenye kanuni ya kuanza na Mungu na kutembea na Mungu. Maombi atakuleta kwenye kanuni ya kuanza na Mungu na kutembea na Mungu. Mambo mengi ambayo hayaendi kwenye maisha yetu ni mambo ambayo tulianza sisi wenyewe. Mungu hakuanza. Tumalizia Ayubu 38, I'm sorry. 38:12. Tumalizia hapa. Kwa Daudi anaposema hawezi kuruhusu macho yake yawe na usingizi alfajiri, maana yake alikuwa anajua kitakachofanya siku yake iwe nzuri, awe na uhusiano na Mungu ambao hauna mashaka, Mungu awe msaada kwake. Na ndio maana Daudi kila pigano aliloenda ni Mungu alipigana. Ukitaka Mungu awe upande wako, zingatia kanuni inaitwa maisha ya nini? Ya maombi. Ayubu 38:12 anasema, "Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake?" Mwambie mwenzako hapo, "Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza?"
So Ayubu anaposema hivi, maana yake ni kwamba sasa kanuni ya kuanza na Mungu alfajiri, hiyo ndo inaamua maisha yako kutofautishwa na hali yoyote ile ambayo ulikuwa unaendelea nayo mwanzo. Kanuni ya kuanza na Mungu alfajiri, hiyo ndo inaamua Mungu kujifunua kwenye siku nzima. Siku iliyoanza bila Mungu ni siku iliyotapanywa. Siku iliyoanza bila maombi ni siku ambayo umepoteza. Siku iliyoanza na maombi ni siku ambayo imethaminiwa, ni siku ambayo imeratibishwa na mbingu, ni siku ambayo Mungu anaijua, ni siku ambayo Mungu ni wa kwako. Majeshi. Haleluya. Kuna mtu mmoja amenielewa hapo. Na ndio maana Daudi alikuwa anazingatia kanuni kama hii. Lakini hata huyu jamaa hawezi kaandika hiki kitu kama alikuwa haishi kanuni kama hii. Ukimalizia 13 anasema kwamba waovu wapate wakung'utwe mbali na siku hiyo, si ndio Maana kumbe kwenye kila siku kuna watu wabaya. Utawashindaje watu waovu kama hujaanza na Mungu, kama hujaweza kuomba kwa uaminifu? Haleluya. Majeshi. Kwa kumbe kwenye kila siku kuna watu waovu ambao lazima wakung'utwe, waachie siku yako. Waovu yamkini watu ambao wanazuia malango yako yasiwe wazi, au wanazuia baraka za Mungu kwenye maisha yako. Wataondokaje kama hujazingatia kanuni inaitwa maombi? Kuanzia leo pokea neema ya kuishi maombi katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Hapo ulipo unaweza ukasimama ukamwambia Mungu, ninaomba unipe neema. Naomba unipe neema. Achilia juu yangu roho ya neema na maombi katika jina la Yesu. Nipe nidhamu kwenye maombi, nipe nidhamu kwenye hili eneo. Maana nimejua kuwa kama sitamaanisha, manake maisha yangu hayatabadilika katika jina la Yesu. Nataka nisikie mtu mmoja akijiombea hapo alipo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu liye hai, ninaomba neema kwa kila mmoja ambaye yuko mahali hapa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tusaidie Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Msaidie kila mmoja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mimina neema ya maombi juu yetu katika jina la Yesu. Ile roho ya maombi iwe juu yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Isiwepo hali yote ya ugumu wa kuomba katika jina la Yesu. Isiwepo nguvu yote ambayo inazuia hatua za maombi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, iwepo tabia ambayo imeumbika ndani yetu ya kuanza kuyaishi maombi katika jina la Yesu. Iumbike tabia ndani yetu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila nguvu za giza ambazo zinazuia watu kuomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, zile beria za kifamilia ambazo hazitaki watu wainuke, we break it by power in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu tunaangusha kila ngoma ambazo zinazuia kuishi maombi kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Zile nguvu za giza ambazo zinazuia watu kuinuka, zinazuia watu waombaji, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia leo tabia ya maombi inaumbika ndani yangu, inaumbika ndani ya kila mmoja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuanzia leo tabia ya maombi inaumbika ndani ya kila mmoja, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Tunakataa uvivu, na kataa uzembe, na kataa kila hali yote ile ambayo inazuia kuinua kwenye maombi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho za giza ambazo huwa zinakamata mlango wa alfajiri na kuzuia watu wasianze na Mungu, na zipiga kwa jina la Yesu. Kila roho ya uvivu, roho ya uzembe inakuachia kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, Roho Mtakatifu akubatiza na roho ya neema na maombi, in Jesus mighty name, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mshangilie Bwana Yesu kwa nguvu.